Hujambo msikilizaji wangu, umeamkaje tena kwa siku nyingine njema? Natumaini umeamka uheri wa afya, na kama hauko mzima basi nakuombea kwa Mungu akurejeshe afya yako mapema ili maisha mengine yaendelee, kwa sababu afya ndio mtaji. Nikupongeze sana wewe ambaye bado unaendelea kufuatilia mfululizo mzuri wa simulizi zetu ambazo tunakuwa nazo hapa kila itwapo leo. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tunaendelea na simulizi yetu nzuri yenye mafundisho, yenye vitu vingi, inayomhusu kijana Jonathan. Natumaini jana tulikuwa pamoja, kuna mahali tuliishia. Nafikiri leo tutaanzia pale tulipokuwa tumeishia. Ili tuweze kujua baada ya hayo nini kingine kinaendelea. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki sana. Usibadili mkao, kaa hivyo hivyo, narejea hivi punde ili tuendelee. Asante sana. Narejea nusu dakika tu, nakuja. Jonathan anasema kwamba jana aliambiwa baada ya kutoka shule kuna mahali watapita. Basi tuanzie tulipoishia jana. Jonathan anasema muda wa kurudi ulipofika, nilikuwa na shauku sana ya kwenda kule ambako Lucas aliniambia atanipitisha. Basi tulianza kushika njia ya kurudi nyumbani, lakini tulipofika mbele tulichepuka usawa ambao, upande ambao sijawahi kupitaga. Unajua, nimesoma shuleni pale miaka 2 sasa, lakini kuna baadhi ya maeneo nilikuwa sijawahi kupita kabisa. Jonathan anasema Lucas alinipitisha sehemu moja ina miti mingi sana. Na hiyo miti ilikuwa ni miti ya matunda. Lakini ukiangalia mbele ya miti kule kulikuwa na miwa mingi. Akaniambia, Jonathan, umewahi kula miwa? Nikaambiwa hapana. Huwa nakula ndio, lakini sijawahi kula ile ya kunitosha. Akasema basi leo utakula miwa ya kukutosha. Akasema kwa hakika leo nitakula miwa ya kunitosha. Nikamuuliza, miwa ni ya nani? Lucas akanijibu, miwa hii ni ya kwetu, ni ya babu yangu. Kwa hiyo huwa tunakuja kuvunja, tunaangalia inayotutosha kula. Nikasema wow, kumbe vizuri. Na mimi nitamwambia babu tupande miwa. Anasema tulipoanza kupita katikati ya katika njia, tulikuta ile miti imezungushwa na senyenge, zile waya za ukingo. Basi Jonathan na Lucas akatanua waya, mimi nikapita. Baadaye na mimi nikamshikia na akapita. Tulipokuwa katikati ile miti, nilisikia kama kelele masikioni mwangu. Kelele za nyuki wengi. Nikamwambia Lucas, mbona nasikia sauti ya nyuki? Akasema hao watakuwa ni nyuki wanatafuta mzinga. Nikamwambia sawa. Tunapoelekea mwishoni mwa mzinga, mwishoni mwa ile miti, na kwenye kulikuwa na uzio wa waya. Sasa mwishoni mwa uzio kulikuwa na kibao kinachoonekana kimeandikwa, lakini kimeandikwa maandishi kwa upande ule kule. Sasa tulio kwa ndani huku tukawa tuoni. Bahati mbaya
Nikashangaa Lucas ameanza kukimbia mbio kabisa, huku akipiga kelele, mama nyuki, mama nyuki. Nikiwa na mshangaa, na mimi nikakuta nyuki imening'ata moja kwenye kisogo. Na mimi nikaanza kukimbia, mama nyuki, mama nyuki. Kuja kushtuka kupata fahamu, tuko hospitali. Na walio pembeni yetu ni walimu. Wanatuuliza, nyie mnakumbuka majina yenu? Nikafumbua macho, nikatazama, nikakutana na mwalimu wangu wa darasa. Akaniuliza, Jonathan, mbona uko vizuri sana darasani? Nini kimekukuta? Na kule mlikuwa mnataka kutafuta nini? Nikawa nakosa majibu ya kumjibu. Lucas alikuwa yuko pembeni yangu. Yeye alikuwa amefumba macho. Mimi naulizwa maswali, nikawa nashindwa kujibu. Lucas ukimtazama kana kwamba anaigiza kusinzia ili kukwepa maswali. Lakini mimi nikawa napambana naye kuyajibu. Basi dakika si nyingi nikakuta wazazi wangu wanaingia. Baba akiwa na mama pamoja na dada wazangu wawili. Baba anasema, kuna nini? Kuna nini? Wanasema watoto hawa tumewakuta vichakani, wamezimia, na walimu tumekuja kuitwa shuleni na watoto wenzao kwamba kwenye ule msitu kuna watoto wanapiga kelele, wanalia nyuki. Na ule msitu umezungukwa na nyuki. Pia umewekwa vibao kwamba ni marufuku mtu yeyote kukatiza katika msitu huu. Sasa hatuelewi walienda kutafuta nini kule. Jonathan anasema baba aliniuliza kwa ukali, lakini nilishindwa kumjibu. Tuliporuhusiwa kutoka majira ya jioni, basi baba alipofika nyumbani nilikuta amechuma mzigo wa fimbo. Ananiambia, mwanangu, usiponiambia fimbo hizi zitakuishia. Nikasema, baba, mimi nasema ukweli. Nikamuelezea kisa kizima kilivyokuwa. Na baba akasema, kuanzia leo sitaki kukuona ukiwa na huyo rafiki yako anaitwa Lucas. Atakufundisha mambo mengi mabaya na utakuwa mtoto mbaya. Jonathan anasema mama alikuwa akilia tu. Dada zangu walisema kwamba wananitegemea mimi nisome mdogo wao, kwa sababu wao hawajapata nafasi ya kusoma. Nikawa ninawasikiliza na huku nikiitikia kwa kichwa. Jonathan anasema siku hiyo baba alinunua chakula kizuri sana nyumbani. Mama aliandaa chakula aina ya viazi mviringo, alafu akawa amepika na samaki. Ni chakula ambacho kwa mimi ninakipenda sana. Hivyo nilikula. Usiku ukafika, tukalala. Lakini katika kulala usiku mzima nilikuwa naota ndoto mbaya sana. Ndoto hizo nilikuwa nikiota zote zikiwa zimelenga upande mmoja, kumuota Lucas tukiwa tunaenda kwenye miwa tu. Jonathan anasema kulipokucha asubuhi nilimhadithia baba yale niliyoyaota. Baba akasema, mwanangu, kwa hakika jana ulikuwa kwenye wakati mgumu na pengine ungekufa kabisa, ila kwa sababu unapata nafasi ya kuwa tena hai, achana na marafiki wasiofaa. Kaa na marafiki wanaopenda masomo, kaa na marafiki ambao watakufundisha tabia njema mwanangu. Achana na maisha ya kufatana na mtu asiye na tabia njema. Jonathan anasema nilimsikiliza baba na hatimaye siku hiyo sikuenda kabisa shule. Lucas hakuja na yeye siku hiyo nyumbani kwa sababu amekuwa na tabia ya kuja. Lakini naona kwa sababu ya
maumivu ambayo tuliyapata siku ya jana. Basi msikilizaji wangu, nikushukuru kwa kunisikiliza kwa hapa tulipofikia. Nini kitamkuta Jonathan baada ya kuambiwa asiambatane tena na Lucas katika safari yao ya kuishi? Je, maisha yao ya shule yatakuwaje? Jonathan ana mengi ya kutueleza, kwamba katika safari yake ya maisha kuna mengi amekutana nayo. Je, ataweza kupambana peke yake bila kuwa na nguvu kazi aliyokuwa akitegemea ya Lucas? Tukutane kesho msikilizaji wangu. Asante, natumaini kutokea jana na leo kuna kitu umeanza kujifunza. Basi usichoke, muda ni ukuta, na tukishindana nao tutakufa. Asante, nikutakie wakati mwema. Tukutane kesho na majira na wasaa kama huu. Toka ni mbali, tukitazama nyuma, asingekuwa Bwana tusingefika hapa. Yale tuliyoyapitia hayakutuacha tulivyo, haikuwa rahisi, ni mkono wa Bwana.